Yaani unadika unapenda kunaishwa wewe. Nikifuata nijutia. Ndio bibi, usiku vile nakupenda. Kwa Daisy na anapenda. Anzaga kula kwa maana kazi tuloifanya ile kubwa. Kabisa, lakini bibi, wewe ni zaidi ya jasiri. Sikutegemea kabisa kama ungeweza kuongea maneno yote polisi. Kule polisi? Mbona nijua unanisikia? Wewe mimi Nchongoma. Umri tu macho ni kwa siku juu kule wilayani kituo cha polisi. Sasa umeona nilichokifanya? Ama kweli. Mjukuu wangu. Nani? Kwanza vitendo vinavyofanya. Yaani kuntimaku kuna njima kweli. Hakuna kitu kilichoniuza kama kubaka kwa Adija. Kwa mzee wangu. Na kwa nini wabaka watoto? Hao watu wazima kukamata wanakata viungo, mara kichwa, mara shingo, mara kwa nini? Roho inauma, lazima yume bibi yangu, kwa sababu haiwezekani kila siku matendo ya ukatili yanatokea katika kijiji chetu alafu tuendelee kukaa kimya. Haiwezekani. Na tatizo hili ninachokwambia bibi wewe, yaani mimi nataka nione kuona kwangu koje. Wasipokuja askari hapa ndio wakamata watumiwa wale, basi mimi watanijua mimi Nchongoma, kwa sababu sitokubaliana nalo. Ndio maana kitongoji kinakuwa na mwenyekiti, mjumbe, nani, lakini nimeinuka mimi kama bibi. Nataka nijue kiungo cha mkono kinaenda wapi, kama watu nywele inaenda wapi, hao watoto wanabaka watu wazima hawaoni huko. Kwa kweli bibi, ni jambo la hatari zaidi. Niko mtimako kuna njima kweli, yani rohoni kuna nikeleketa, ndio maana nikakwambia wewe, hebu twende. Na huu gari ninaokula huu, unafikiri nakula kwa raha njaa tu? Ni uma. Bibi yangu nakuhakikishia. Si tumeenda polisi? Lazima jambo lifanywe utatuzi. Na nakuahidi bibi, polisi wasipoingia siku mbili hizi utaniambia. Hatari, nakubali sana bibi yangu. Ngazi pale nikaona katereza. Wewe. Mbona habari nazopeleka ndepo polisi wote walifly. Wanapenda kupeleka habari kama zile matukio. Mimi nimesahau kuchukua pilipili. Pilipili? Pilipili ndo matumbo sasa hivi. Kidogo tu bibi, nataka nichukue kidogo tu. Haya. Nakuja sasa. Haya. Unasubiri nini? Nipo. Au unaangalia unaopita njiani? Unakumbuka siku umenipokea leo umenikaribisha kwa mwenyekiti? Mwenyekiti amenipokea vizuri, nashukuru. Yaani mwenyekiti wetu ana roho nzuri. Watu wote tunamjua hapa anavyosaidia watu. Wewe? Nimeona, nashukuru. Hata na mimi naishi hapo kwake kwa sasa. Ni vizuri sana. Mambo mengine vipi? Safi tu. Hatujaonana toka siku ile? Unajua pikapilika. Mambo vipi lakini? Safi. Okay, vile umeniambia unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Sabla, sijui wewe. Mimi naitwa Ali. Ali. Ni vizuri. Sawa. Samahani nikuulize kitu. Niulize. Unajua mimi mgeni hapa kijijini. Alafu sina kazi sasa. Babako anajishughulisha na nini tuweze kumumba hata ajira kidogo? Mimi babangu mfanya biashara mkubwa. Yaani mkubwa sana na wafanya kazi. Yaani mfanya biashara mzuri tu. Okay. Sasa unaweza kuniombea ajira na mimi? Mimi naogopa kukaa na babangu. Sijawahi hata kukaa naye tu kuongelea mambo ya biashara. Leo hii nikakaa nikasema baba, kuna mtu anataka kazi. Namuogopa. Okay, sio mbaya. Basi tupiane hata mawasiliano. Sawa. Thank you. Kwangu utaipata hapo? Sasa ni vipi nitaipata? Sasa jina langu si Ali. Ali. Tutasi. Wewe Bimchongoma? Bimchongoma? Unaenda wapi? Naenda huko, kuna tukio kubwa limetokea. Sijui. Kuna tukio huku kabakwa mtu huku, kabakwa mtu, kakatwa mikono, miguu, kachunwa ngozi, katolewa mpaka sehemu za siri huku tutakimbilia. Mtu kabakwa, tukio kubwa kijijini linatisha. Na tukio siku hizi anatisha hata. Na watu vipi wanafahamika? Mimi sijajua. Sina watu tulikuwa hapa.
jamani. Nani huyu kwani? Alofanya hili tukio? Nyie kweli? Tunapelekea ripoti ya kwanza, ya pili. Ina maana hii ni ripoti ya 3. Mtu anakufa kwenye kijiji hiki chetu na hivi tu. Afu ala tumjui katokea wapi maskini. Na huyo mwenyekiti mpaka sasa hivi hajapata taarifa. Basi nzuri, mwenyekiti huyo kafika. Mwenyekiti. Habari bwana. Safi. Karibu bwana mwenyekiti bwana. Ndo matatizo ya kijijini kwetu, kama kila siku kunaongezeka matatizo. Ni kweli, lakini jamani, mimi taarifa zote nilikuwa nishampa mzee wa kijiji na kafikisha huko polisi. Hao mabwana waje washuhudie wenyewe. Ngojea tumwangalie nani. Kuna nake hatujamjua hata. Ni mwanamke? Hatujajua. Tumuone kidogo. Aya! Jamani nyie, udada bwana pale jana na huyu hapa mama bwana sikupo jamani udada. Jamani waenda kuja kumuoa huyu dada basi ya Mungu. Basi jamani, naomba mtulie. Ili swala lazima tulivalie njuga. Kweli. Umetuletea mgeni hapa ndani bila taarifa aina yoyote, na wakati unajua matatizo yaliopo hapa kijijini kwetu. Watu wanachunwa ngozi, wanakatwa viungo, kuna matukio ya kila aina, lakini umeenda kutuletea mgeni bila taarifa ya aina yoyote, na humu ndani unajua kuna mabinti na tuna mtoto mdogo kama huyu. Sijui natuweka katika wakati gani? Mke wangu, unachosema sawa kabisa, wala ukosei, ila mimi nakutoa wasiwasi kabisa. Huyo mgeni unaomuona ndani unayomleta hana tatizo lolote na wala hahusiki na mambo hayo unayoona, si ya viungo nini. Huyu amekuja kutafuta maisha, sema amekuja wakati sio mzuri, amekuja wakati mbaya. Kweli kijiji kina matatizo ya kutosha. Nikiwa kama mwenyekiti nafahamu kila siku naletewa tuhuma, lawama, kila kitu naletewa. Lakini mimi nakuomba muamini huyo mgeni, hana shida yoyote. Lakini baba, anayosema mama yote ni ya kweli. Maana hapa kaja mgeni kijijini, umempokea, hatujui katoka wapi. Na hapa kijijini kwetu kuna matukio kibao yanatokea. Nasema kweli baba, huyu mgeni hatuna imani naye kabisa. Ni kweli baba, kama anavyosema dada, umetuletea mgeni humu ndani. Afu mgeni huyu anaonekana sio wa kijiji hichi kabisa. Na unajua fika hapa kijijini kwetu kuna matukio makubwa ya kutisha ambayo yanatokea. Huyu mgeni hatumfahamu. Unalipa wasiwasi si wanao. Unafikiri tu unatoka kwenye hali gani baba? Lazima tu tuna wasiwasi. Unaongea ukweli kabisa. Mimi sikatai wanangu, mke wangu. Unachoongea ni kweli, lakini mimi ndo nakutoeni wasiwasi. Mimi ni baba yenu. Mimi ni mume wako, na watoeni wasiwasi. Mgeni hana shida lolote. Hana shida yoyote mgeni. Kijana wa watu amekuja kutafuta maisha. Mwacheni atafute maisha. Wala hausiki na jambo lolote la maharamia. Kabisa. Yaani naomba muamini, naomba mniamini na mimi. Sasa mimi nakuamini na nakutegemea wewe, sababu wewe ndo baba na ndo kila kitu hapa ndani. Gengeni. Karibu. Asante. Ndizi bei gani? 200 kwa 250. Na maembe? 100 kwa 150. Nataka 100. Vipi? Safi, kwema. Ese upo?
Mimi nipo, unajua niko bize mtoto wa kike nyumbani. Sasa unajua mimi mgeni hapa kijijini. Sina mwenyeji, sina ndugu, sina rafiki. Nategemea utakuwa rafiki yangu. Usijali. Nipe kampani kwa hilo. Kampani ipi tena? Simesha kufikisha kwa mwenyekiti. Kuna kampani tena nyingine? Kweli, kwa mwenyekiti umenipeleka, nimefika, amenipokea vizuri. Na tayari nimeshakuwa mwenyeji wa hichi kijiji sasa. Lakini si unajua kijiji chenu hichi nasikia kuna taarifa nyingi zinatokea, matokeo watu wanabakwa, wanakabwa, wengine wanauawa. Sasa mimi kiangalia hapa kijijini ni mgeni, sina hata rafiki. Sina hata mtu wa kuniambia kwamba pita huku sipite. Hivyo, si unajua naweza kuja kupata madhara hapa kijijini. Usijali. Sasa alafu pale kwa mwenyekiti mimi nimeshahama sasa hivi, siishi pale. Umeshapanga chumba? Nimepangisha chumba. Hongera, umejitahidi. Si unajua nimekuja hapa kijijini kutafuta maisha. Sawa. Hongera sana. Si asante sana bwana. Lakini niko maeneo ya kule. Sio kwa mwenyekiti, lakini maeneo ya kule. Nimepata chumba pale ndo naishi. Kwa hiyo vipi, utakuja kupajua? Nitakuja. Unapajua? Si utanipigia simu au? Nitakuja kupaona. Na kutegemea sana. Haya. Utakuja lini sasa? Wewe nipigie muda wote. Nitakwambia nimemaliza kazi zangu. Nitakuja. Okay. Chukua sasa hela vocha. Shoga yangu. Haya, yule Sabla umemuona mambo anayoyafanya? Mwenzangu nimemuona. Na yule kijana mimi nashinda kuelewa hapa kijijini kaja kulima, kaja kutalii, mara kila anapoenda Sabla yupo nyuma. Kila anapoenda sijui anamuonisha mitaa. Maana mambo ya ujambazi hapa watu wanakabwa, anakatwa viungo, anatolewa macho. Sijui yule asiwe ndio jambazi lenyewe lile. Ndio, na sasa hivi watu wameingia wanakata viungo. Dajema njoo samani. Pola. Shikamoo kwanza mkubwa. Marahaba, nambieni. Safi, mpopo. Tuko poa mwenzangu hapa kidogo kuna jambo. Yule mdogo wako Sabla, mambo anayofanya hapa kijijini unajua. Mambo gani tena? Kuna kijana yupo naye anakoenda ni hivi banduka mguu bandua wangu. Kijana gani? Mwenzangu ana kijana. Vitendo vilivyoingia hapa kijijini ujui, watu wanabakwa, watu wanakatwa viungo, na yule mdogo wako ndo kaandamana naye. Yaani huku yupo, kule yupo, huku yupo. Imekuwa vipi? Ajielezee mwenyewe. Sabla, muelezee dada yako yule mtu ungana naye vipi? Anaambia Sabla kuna nini? Sasa kuna nini jamani? Unajui nini? Yule kipa pale kasubiri kwanza. Mimi simeniita mimi kunishtakia. Haya semeni. Aseme yeye. Mimi si nimeniambia. Mdogo wangu Sabla kuna kitu gani unachokifanya? Dada, kuna kaka mmoja mimi nilimpokea, nikampeleka kwa mwenyekiti. Kwa sababu alikuwa hana pa kufikia. Wewe kama nani mpeleka kwa mwenyekiti? Wewe kama nani? Dada ningempeleka wapi? Sabla mimi sipendi. Tabia mimi siipendi hiyo. Wewe acha ugeni gani? Yule mgeni naye. Wanasema wewe mtu gani yule mgeni? Nasikia yule mgeni mwenye nasikia hapa mgeni hapa kijijini. Haya niambie mdogo wangu. Kueleza asijifanye analeta sura ya huruma. Utatuletea majanga yazidi. Kijiji kizima kinajulikana sasa kuna kuchuna ngozi, wanakatwa vidole watu viungo, wanakatwa nini? Wewe unataka nini? Mimi sitaki tabia. Lakini ustaarabu. Unajua mimi nataka nisafiri. Mimi hapa nataka niondoke. Kwa hiyo nije upigiwe simu ndio kachuna ngozi ukafa, sitaki tabia. Mimi nitawaambia baba, tabia siipendi kabisa. Leo mwanzo na mwisho leo. Sitaki tabia irudie. Sipendi kabisa tabia hiyo. Siipendi mpaka watu kijiji kisema wanajioni aibu hiyo. Alafu ukimwambia anajifanya anajiuma, anaonekana anasingiziwa, anasingiziwa kwa lipi? Una tabia siipendi piga hata na vita. Anaona aibu ya ukweli ndio anatuletea majambazi hapa kijijini. Yeye ndugu yake na bado tumemkomesha yangu, tumemkomesha. Hilo kuongea.
Sabla, dada yako ameleta malalamishi kwangu. Mgeni amekuja hapa kijijini, wewe tayari umemvamia, uko naye kila kona. Hii ni tabia gani? Kwa nini kakako ndo angekuwa na banana naye? Wewe mtoto wa kike unaenda kubanana na yule mwanamume? Kwa nini? Sipendi hii tabia tena ijirudie. Baba, mimi yule mtu ndo nilimpokea, nikampeleka kwa mwenyekiti. Ila sikuwa na nia mbaya. Tumwenyewe mstaarabu. Kwa hiyo kila mtu anayekuja hapa kijijini unampokea wewe. Wewe unapokeaje watoto wa kiume hapa kijijini? Mtu humjui alipotokea. Wewe unasema eti huyu ni mstaarabu. Katika kijiji chetu hichi mambo chungu nzima yanatokea. Watu wanakatwa viungo, watu wanachunwa ngozi, watu wanabakwa. Wewe unakwenda kujiingiza mule au na wewe unataka kubakwa? Baba, jaribu kuongea na mtoto wako huyu. Litakapokuja kutokea tena mimi sitaongea naye. Kabla nilikwambia siku ile. Nilikwambia yule mwanamke anaongozana naye na matatizo. Hapa kijijini unaelewa fika kabisa matatizo ya kijijini. Umembeba mwanamume mwanzo mpaka mwisho. Ukiona kama una muda huna, shika jiuzio kwa swali basi ujue moja. Mimi sikumpokea kwa nia mbaya. Baba naomba unisamehe. Mimi nilishakusamehe. Ila sipendi hii tabia ijirudie tena. Kaka naomba unisamehe. Mimi nimekusamehe, ila ninachokitaka ujirekebishe. Sio kila una mtu unamuona kaingia kijijini hapa, wewe unavamia tu. Dada naomba unisamehe. Wewe kusamehe sina neno. Shoga yangu, naambia. Yaani hata sijui tunafanyaje hapa kijijini palivyochafuka hivi. Maana viongozi tuliowachagua, yaani hakuna hata wanachokifanya. Watu ndio kama hivyo wanakatwa viungo, mara wanabakwa, mara matukio kibao hapa kijijini. Sielewi hata tunafanyaje. Shoga yangu, yaani napata mwenyewe kwenda shambani huko naogopa. Sitoi mguu wangu mimi kwenda shambani. Kweli tutaenda kweli shamba? Yaani wazee wote hapa kijijini wamekosa kumchagua mwenyekiti mpaka akamchagua yule. Panatisha shoga yangu. Ndio kama hivyo tujiami. Tutafanyaje? Niseme mpaka ni watu kuenda shambani tunaogopa. Yaani tunaogopa sasa kukanyaga huko shambani. Mimi ndio siendi kabisa mwenzangu. Na ufupi huu na hali yangu nilokuwa nayo hiyo. Siendi hata kwa shambani shoga yangu. Mimi ndo kabisa nataka kukanyaga sitaki. Nipo tu. Haya shoga yangu. Mimi yangu ni hayo tu. Ngoja niwe hapo kwa mama nani hapo nikachukua hela yangu ya vikoba. Baada ya bwana karibu lakini ndio natisha. Naomba hata Oya brother, nilishakwambia familia yangu kaa nayo mbali. Familia ipi? Unijui familia yangu? Mimi ni mgeni hapa kijijini brother. Ni kweli ni mgeni, sikujui, ndio maana nakwambia hivyo. Hapa kijijini watu wanakatwa viungo, watu wanakatwa miguu, wanachunwa ngozi hapa, watoto wadogo wanabakwa, alafu wewe unafuata familia yangu vipi? Brother, mbona sikuelewi? Sasa mimi nitakapokukukuta ama za kwako ama zangu, wewe endelea.
Mwenyekiti, vipi kwanza? Salama? Hapa kwema kabisa bwana. Namshukuru Mungu. Afu kijana wangu, mbona unapenda sana kuniita nje ya kazi? Kwa nini usije pale ofisini pale? Samahani mwenyekiti, si unajua majukumu yetu ya kazi. Kazi zetu zinakuwa hivyo. Pale bwana tunazungumza vizuri ofisini. Lakini hakuna shida, Habari bwana, ninachotaka kukuambia mimi nadhani kesho naweza nikaondoka. Ina maana nataka kuniambia kazi imekwisha, faida tutaiona nzuri? Kazi imekamilika na imeenda vizuri na hata mrejesho utaupata. Mimi bwana, kama tutapata faida nzuri, hicho mimi ndio ninachofurahi. Wala usio na shaka yoyote mwenyekiti, naomba uniamini mimi. Mimi bwana nakuombea. Sawa. Kama kesho tutakutana basi tutazidi kuongea, kama hatutokutana tena basi naamini kwamba siku yoyote Mungu akijali wanaweza wakaja kunitembelea. Ndio maana nimekuita hapa nikuage kabisa. Sina muda maalum wala sina ratiba za safari hiyo. Ni muda wote naweza nikaondoka. Tukibahatika kuonana tena, sawa. Ukiona kimya, ndio hivyo tena, mimi nimeshaondoka mwenyekiti. Ila nimekaa kwa muda mfupi tu hapa kijijini kwenu. Wananchi wako wanakusifia sana. Unafanya kazi nzuri sana mwenyekiti. Hongera kwa hilo. Nashukuru sana. Unajua bwana, sifa za mtu asifiwe kabisa. Sifa yoyote yani usifiwe. Sawa. Lakini sio ujisifu mwenyewe. Kama watu wananisifia basi kweli natenda kazi vizuri. Kazi unafanya. Nashukuru sana wana kijiji wangu kwa kunisifia. Vizuri sana. Basi hakuna shida bwana. Mimi acha niwahi ofisini kule kwa sababu si unajua muda huu watu wanapishana kule wananisubiri. Kwa hiyo acha tu nikafanye kazi yao bwana. Mungu akipenda tutaonana. Sawa, tutakiane kila laheri na maisha mema mwenyekiti. Umenipokea vizuri. Wananchi wako wanakusifia sana. Au sio? Sana. Nimependa kazi yako. Nashukuru sana. Sawa, asante. Vipi mwenyekiti? Safi bwana. Mambo vipi? Safi, kwema. Kwema, shwari. Fresh kabisa. Na upo? Tupo bwana. Sasa mwenyekiti, kama nilivyokupatia taarifa jana kwamba mimi naondoka. Ndio. Lile zoezi limekamilika, ila tunakuomba na wewe uwepo. Maana jana uliniaga unaweza kusema tutaonana au tusionane. Sasa shangaa leo tumeonana afu naambia lile zoezi. Unajua, hebu nielezee kwanza. Maana jana nilishindwa hata kukuuliza. Hebu nielezee kwanza ilikuwaje? Ni kweli, lakini tunajua hizi kazi zetu sisi waga hatufeli. Tunafanya kazi kwa makini sana. Na unajua ilikuwaje? Mamako katoka kwenda wapi? Mama katoka na Aisha. Wamekwenda wapi? Sijajua walikwenda, lakini hawako mbali. Basi poa. Karibu, pita. Karibu. Asante. Vipi, kwema? Kwema. Hali vipi? Shikamoo. Salama. Karibu. Kwema? Karibuni. Nikiti mimi sikai sana. Nimekuletea mgeni. Kwema lakini. Kwema. Kwema, mimi naondoka. Haya basi. Karibu sana bwana. Asante, nashukuru sana mwenyekiti kwa kufika hapa. Sabra. Abe baba. Embo nenda ndani kidogo niongee na mgeni. Sawa. Naam. Mwenyekiti, mimi ni mgeni wako kama alivyokutambulisha binti hapo. Mimi nimetoka kituo cha polisi cha wilayani. Mimi ni askari na ni mpelelezi. Wewe ni mpelelezi? Mimi ni mpelelezi mwenyekiti. Kuna bibi ameleta taarifa pale kituo cha polisi kuhusiana na hapa kijijini kwenu. Kuna matukio mengi yanatokea. Kwa hiyo sasa unataka kuniambia aliyoleta taarifa ni bibi? Kuna bibi amekuja, nadhani tena amekuja na usafiri wa bodaboda. Mimi huwa mambo yangu yote namaliza na mzee wa kijiji. Na huwa namuagizia mara nyingi mzee wa kijiji. Na tunakokaa kote vikao nini nawaambia wananchi wangu kwamba mzee wa kijiji kishamaliza na kishaenda polisi na leo niambia kwamba mzee wa kijiji hajafika, ndio hapo unanipa mashaka. Mwenyekiti, kwanza ni kuombe jambo moja.
tafadhali mwenyekiti, ujio wangu mimi hapa kijijini ni kuja kumaliza ile tatizo lenu hapa. Mwenyekiti, maagizo yote ulionipa nishafikisha kituo cha polisi. Sasa hivi tunachosubiri ni wao tu kuja kufanya utekelezaji wao, lakini na imani kati ya siku mbili hizi watakuja. Sasa mzee wangu wa kijiji, sasa tatizo sio mimi, tatizo sio wewe. Hapa tatizo kubwa ni wanakijiji. Sio, umeelewa? Kwa sababu mtu kufiwa na mtoto, kufiwa na kaka, baba, mama sio mchezo. Mbaya zaidi wengine wanabakwa na viungo vinakatwa. Ili swala ni zito na ni kubwa. Kinachotakiwa sasa hivi wewe ni kuwagasi. Yaani uwagasi, asubuhi umefika polisi, jioni umefika polisi, mpaka waje wamalize hili tatizo. Sio, umeelewa? Pia tutaishi vizuri hapa kijijini na tutakaa vizuri. Nimekuelewa mwenyekiti, nitafanya hivyo na sitochoka. Na imani mambo yataenda vizuri. Sababu najua mimi wewe umekwenda, mimi sikatai, najua kwamba umekwenda, lakini wewe unakwenda mara nyingi. Sawa mwenyekiti. Basi mimi nikuache, acha nikaendelee na majukumu mengine. Basi nitaenda sana. Sawa. Basi mimi nikuache. Mimi nipo. Asante. Watoe wasiwasi wana kijiji kama alivyozungumza mwenyekiti, mimi taarifa nimezipeleka, ila polisi nao wana taratibu zao. Na wakishamaliza hili swala nadhani tutakuwa tuko salama na tutaishi kama tulivyokuwa tunaishi zamani. Nadhani nimeeleweka. Ila naomba chonde iwe siri yako na yangu tu. Asifahamu mtu yoyote ujio wangu mimi hapa kijijini mwenyekiti, tafadhali kwa hilo. Hata huyu unayemuona hapa, huyu ni mtoto wa mzee wa kijiji. Mwenyekiti ameniambia amemtuma mzee wa kijiji aje kuleta taarifa. Na mzee wa kijiji aje kuleta taarifa kule kazini kwetu hata siku moja. Halafu huyu binti ni mtoto wa mzee wa kijiji. Ngoja naanze upelelezi wangu kwa kumtumia huyu binti yake huyu. Sawa, hamna shida. Mimi nasema nashukuru sana kwa sababu kwa mtu yeyote anayekuja kwa jambo la heri, ndio lazima nizingatie, na kwa swala hilo lazima nilizingatie sana 100%. Mwenyekiti, nikutoe hofu. Mpaka ukiona nimetumwa nimekuja hapa, sijajileta, nimeletwa. Na hii kazi wala toa shaka kabisa itaenda vizuri. Na hizo shida za hapa kijijini zote zitaisha. Zabla. Abe baba. Mbona unisikilize? Ndio baba. Huyu ni mgeni wetu. Sawa. Chukua mzigo wake ukaeka katika kile chumba cha wageni. Sawa? Na mamako akija ukifanyia usafi kwanza. Alafu mamako akija umwambie hili swala. Na mimi nitakuwa nimetoka. Sawa? Sawa. Haya. Kabisa. Nashukuru mwenyekiti bwana. Sasa mwenyekiti, nashukuru sana kwa umoja wako. Vipi Sabra? Salama. Uko poa? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Aise, karibu sana. Asante. Aise, ndo nimepata chumba hapa, naishi hapa. Ni vizuri na ni kizuri. Sawa, okay. Karibu sana. Sasa Sabra, hivi uliniambia babako anajishughulisha na nini? Unajua mimi sina kazi toka nimekuja hapa kijijini. Huenda babako akawa msaada kwangu. Si nikwambia babangu ni mfanyabiashara mkubwa tu. Anajishughulisha na biashara gani? Mimi naonaga na mabosi zake wanakuja wanachukua mizigo wanaondoka. Kwa hiyo mimi sasa nikajua ni biashara gani. Unajua kwa nini Sabra nakuuliza hivyo? Mimi sina kazi hapa kijijini, halafu mimi ni mgeni. Na hisi babako anaweza kuwa msaada mimi wa kunipatia mimi na mimi ajira. Labda nitajaribu kumwambia. Sabra, nisaidie kitu kimoja. Siku ukiwaona hao mabosi wanaokabidhiana mizigo na babako, naomba na mimi uniite. Kama huwezi kuongea nao, mimi naweza kumuomba babako. Anaweza kupata moyo wa huruma akanisaidia na mimi akanipa ajira. Sabra, tafadhali nisaidie kwa hilo. Usijali. Nitakwambia au nitakupigia simu.
Nitakushukuru sana Sabra. Mimi nina ndoto ya kukuoa, lakini siwezi kukuoa na maisha kama haya. Lazima nipate ajira kwanza. Tafadhali, siku akikabidhiana mizigo babako na hawa watu, naomba uniite. Na mimi mwenyewe ndo nitaongea nao kama wewe kwako inakuwa ngumu. Sawa, ondoa shaka. Mimi wakija siku wewe wakija na kupigia simu. Kama utakuja sawa. Usiniangushe Sabra. Ngoja mimi niondoke. Subiri, mbona una haraka Sabra? Ngoja niondoke kwa sababu tunawajua wale. Basi sawa, karibu. Asante.